Ukiona wanyama, ndege ama wadudu hawa ambao nitataja, amini usiamini, mtu wa Mungu, unashambuliwa na uchawi na unarogwa. Unahitaji kupiganiwa na mtumishi wa Mungu, maana hautaweza. Ukipata kwako ni kusafi, lakini panajaa mende na panya, roho ya umasikini imekuja. Kama uko na biashara itashuka, kama uko na kazi utafutwa, kwako kutaanza kuingia umasikini na ni uchawi. Wakati utapata kwako kumejaa kunguni, nyuki na siafu. Kunguni, nyuki na siafu. Kunguni kwa kitanda, ndoa inaisha. Siafu ni amani imekuja kubebwa. Nyuki, magonjwa. Utaanza kusikia maajali, utaanza kusikia kansa, utaanza kusikia pressure, vitu ambazo hazina tiba zitaanza kuingia kwenyu. Unahitaji kusimama haraka na uinuke, utafute kukombolewa kutokana na madhabahu ya uchawi. Wakati utasikia ule ndege anaitwa All na uone popo, All anakuja kulilia kwa nyumba yenyu juu, popo wamejaa kwa boma, uchawi umekuja, watu watakufa na ajali. Lazima pataanza kukufa watu, lazima pataanza kukufa watu. Kama ni All italeta, kama ni popo wanaleta roho ya confusion, roho ya disturbance. Unapata hakuna kitu kinatulia, mambo yenyu inaanza kusambaratika. Hiyo ni popo na yule All wamebeba confusion na wamebeba kifo. Wakati utapata vyura wanakuja wanajazana kwa boma. Kila wakati mkiamka asubuhi mnapata vyura. Na kuambia ukweli, amani imekuja kuenda. Kuna wanyama, wadudu na ndege si wa kawaida. Ukiwaona kwako, jipange kwa vita za kiroho. Ukiona nyoka kwako, kifo kimekuja. Kuna roho, kuna wadudu na wanyama sio wa kawaida. They are spiritually manufactured, they are spiritually designed. Wanatengenezwa kiroho na wanatumwa kama missile, wanatumwa kama mshale, wanatumwa kama jiwe kukuja kulipua. Mambo haya ambayo unasikia nikikuhubiria ama nikikwambia saa hii, sikuambii tu through revelation, nakwambia through revelation na experience. Nakwambia through revelation na experience. Popote ambapo walitokea, katika boma, katika familia, katika jamii, wanakuanga wamekuja kuleta uovu, wanakuanga wamekuja kuleta kifo, wanakuanga wametumwa kukuja kuharibu. Ni vyombo hatari vya shetani, ni vyombo hatari vya shetani. Ukisoma Exodus utaona Musa anatengeneza nyoka kupitia mti. Utaona anapiga Farao na vyura. Utaona anapiga Farao na viroboto. Yaani zile vitu kidogo ambazo unaignore ndio shetani huwa anatumia. Inaitwa ujanja na ukarabati wa ulimwengu wa giza. Ukiona hao wadudu, ukiona hawa wanyama, ukiona hawa ndege, madhabahu mbaya imeinuliwa kinyume na wewe, kinyume na ndoa yako, kinyume na familia yako, kinyume na masomo ya watoto wako, kinyume na biashara yako, kinyume na kazi yako, wakishaingia wanakuanga wameleta utawala wa giza, wanakuanga wameleta ngome za kichawi, wanakuanga wameleta utawala ambao si wa kiungu, kuleta kuharibu, kuua na kuiba. Kwa hivyo unafaa kufanya nini? Unafaa kutafuta watu walio na mafuta. Unafaa kutafuta wapakwa mafuta wa Mungu, wabomoe, warudishe back to sender, warudishe mahali ambapo zimetoka, maana lazima zifanye kazi. So badala ya zifanye kwako, zinarudishwa kufanya kwa adui yako. Mungu akubariki. Na kama umekuwa na ataka kama hizo, kama kuna maroho yametumwa kwako, aina ya ndege, aina ya wadudu, aina ya wanyama, Mungu awasambaratishe katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Katapila. Mungu awabariki na watende wema. Amen.